bwana wangu jamani, yeye nipenda mpaka naumwa. Unamjua? Bwana gani na wewe? Yule mrefu? Huyo kama ulikuwepo. Nimempikia chakula leo. Niambia nataka kunioa. Kwa mnanicheka au? Tumefurahi. Ndio hivyo na bye bye. Naolewa mzee, naondoka. Shoga yangu. Kwa hiyo umeambiwa ndoa lini? Ndio kwanza ipo kwenye process, bado hajaniambia siku maalum ataniwa lini. Hai jamani mwenzenu. Hivi mnamjua yule mkaka anaivaa kofia yule? Anakaa mitaa hapo bwana. Kikunja kwenye ile kona pale kwa mama nani sijui. Hapanga mwele ndani mkaka fulani hivi mfupi hivi. Unamjua bana, tulikutana jana pale. Sasa nasikia ana ukimwi. Alafu jana anaanza kuniambia mimi si nakupenda, si nakufanyaje, si na nini, na ule ukimwi wake mimi nampeleka wapi? Yote tisa. Kumbe la kwangu mimi. Yule bwana mwenzenu unampenda? Wewe tena. Sasa sikilizeni mashoga zangu. Yote tisa, tuachane mambo yao mabwana, si kufanyaje, si nini. Kwa hiyo shoga yangu ile issue tunafanyaje? Tuondoke. Mimi tena shoga yani. Ndio tunarudi. Wewe alikwambiaje sasa? Haina shida. Haina shida ndugu yangu, haina shida. Wewe Amina. Dada yako? Sijajua. Na Ashura? Yupo huko nyuma na ushavimu. Hebu kanitie. Unajua wanangu, mimi mpaka kichwa kinaniuma sasa hivi. Yaani kule tunapofanya kazi tunadaiwa, tunapokaa geto tunadaiwa, hata sielewi hapa. Wewe mwanangu, wewe unapata ushauri gani? Maana sio tunakaa tu hapa. Unaona ushauri gani? Sio mbaya. Ishi kuchanga tu. Mimi nitatoa 10,000, wewe 10,000, wewe 10,000. Mambo yanakaa sawa. Hapo sio 10,000. Kule kwenye chumba tunadaiwa shilingi 30,000. Huku kwenye mchongo wetu wa kazi. Alafu kitu kingine sio kuchanga. Hatuna hela, tunataka tuchange. Hatuna hela. Tunachanga vipi sasa? Yaani hapa tuanze tujisa kuongea naye tu mwenye nyumba. Kaka. Yule pale yule mchumba. Mfate sasa. Wewe nenda mwanangu ampandilie. Wewe nenda mwanangu. Walidi tulia. Ndugu yangu. Nenda hii. Tulia sasa. Mambo? Kama kawa Kama kawa. Samani. Rafiki yangu amenituma kuna kitu nije nikwambie. Sasa sijui utaniruhusu nikwambie. Rafiki yako au mwenyewe? Rafiki yangu ndo amenituma. Tuondoke. Mungu kwanza, niko na Mungu kwanza kabla ya yote. Mungu kwanza, Mungu kwanza, niko na Mungu kwanza kabla ya vyote. Vipi? Fresh. Tutoka simu baadaye tumtafuta. Baadaye au si? Ila fresh mwanangu si wale. Ndio maana kukubali. Umeona wewe? Sasa mwanangu, ngoja nijichenge mtaani kwanza. Sawa.
lakini lengo la kukuleta hapa kwamba nilikuwa na mazungumzo na wewe kidogo. Nakusikiliza kama. Sawa. Na sio mazungumzo yenyewe sio marefu sana, ila kuna maombi yako yale uliokuwa unaniomba mara kadhaa ya kwamba mimi niachane na yule binti. Mimi nimekubaliana nayo. Na nimekubaliana nayo kwa sababu kuna kazi ambayo nataka nikupe. Kazi ninayotaka nikupe kwa maana kuna binti ambaye nampenda sana. Yupo katika huu mtaa. Kwa hiyo ili niachane na yule, lazima nimpate huyu ninayemhitaji. Lakini pia huyu ndo mwanamke wa ndoto zangu. Kila nikikaa hivi huwa namfikiria sana. Na natamani awe mke wangu. Kama ulivyosema kwamba mwanamke simpendi, siwezi nikamharibia maisha yake. Ila kwa huyu nahakikisha hata kama kumuoa nitamuoa. Sasa Doni, Manchaka, unajua hapo ndo unakufeli. Unajua mwanangu wewe una vichenje, sawa? Hakuna mwanamke yote yani umjui yani akukataa wewe. Kwanza hilo lijue, sawa? Wewe demu unampangilia fresh tu anakaa katika mstari yani. Yaani hapo unafeli nini sasa? Unajua nikwambie kitu. Nimesikiliza sana ushauri wako. Hapa ilipofikia mimi naona tu nikupe hiyo kazi. Wewe unifanyia hayo mazingira. Akinikubalia basi mimi yule binti naachana naye kabisa. Hiyo kazi rahisi sana. Yaani nakwambia nikitoka hapa. Kwanza uchula nyinyi chula gani bwana? Fatuma. Fatuma huyo kichenchede? Sasa malagia Mbeya tu mara moja mwanangu, kazi imeisha. Basi sawa, mimi nakukabidhi kazi. Tena ikiwezekana hiyo kazi anza kuifanya sasa hivi. Sasa nisikilize. Kazi imeisha. Kwa kuwa ishafika kwa kitengo. Hapo tena hakuna la ziada. Niache mimi. Yaani sasa hivi hapa naelekea. Sina muda kupoteza. Basi hamna noma. Wewe, unajua heshima ni kitu kidogo sana. Ni kitu kidogo tu ambacho ukikiharibu umeharibu mfumo wa maisha yako yote. Yaani wewe unajua sasa mimi kaka yako ninavyoheshimika mtaa huu. Halafu wewe unamchukua mwanaume, mnasimama njiani mnazungumza kabisa hata bila uoga kwamba mimi ninasoma, mimi ni dada wa Hamimu, hujali wala nini. Na mnakumbatiana kabisa yani, kabisa mnakumbatiana. Haya maadili yanakufundisha nani wewe mtoto wewe? Wewe kaa ukijua asiyofunzwa na mamaye, wewe mpuzi wewe, ulimwengu utakuja kukufunza. Hii tabia umeanzisha wewe ya uhuni. Sawa. Hivi unajua kama kijana anaumwa? Unajua hiyo? Hivyo utakupewa nini wewe mtoto wewe? Au urudishwe kijijini, si ndio? Nakupa onyo la mwisho. Kaka, naomba nisamehe, sio rudia tena. Ni mistake tu imetokea. Ni mistake, sio? Mistake. Mpaka kigezo kitwanga. Kaka nisamehe, mistake. Unajua maana Mungu kwanza, niko na Mungu kwanza kabla ya yote. Mungu kwanza. Hivi binti yangu, hivi una hakika yule mchumba wako atakuoa kweli? Ndiyo mama, atanioa. Kabisa? Ndiyo, maana yeye anania na mimi niwe mkewe na mimi nania na yeye awe mume wangu. So ndo huko mnadanganyana yaani kuhusu masuala ya kuoana, alafu mimi huku ukija huku mimi huku unanipiga nyambu. Mwanangu, dunia imeharibika hii. Mama, si unajua mume wangu anafanya kazi ya kuchomelea. Kwa hiyo hawezi kupata hiyo hela hapo kwa hapo ili aje kutoa mahali anioe. Kwa hiyo bado anajitafuta, akijipata mwenyewe utashuhudia. Haya. Wangu nilichomea kuona. Mungu kwanza, niko na Mungu kwanza kabla ya yote. Mungu kwanza, niko na Mungu. Wewe kwa chungulia nini? Ina maana umesikia kila kitu? Hapana, sijasikia chochote. Wewe.
nampenda, na kama ukimwi kashamkuta toka muda tu, mwacha siwezi. Una ukimwi shoga yangu? Mungu kwanza, Mungu kwanza, niko na Mungu kwanza kabla ya yote.